toka unamuona alafu anatoka. Tutaanza na Mheshimiwa Makeresi Power, atafuatiwa na Captain John Komba, atafuatiwa na Mheshimiwa Dovutwa, alafu Mheshimiwa Kesi, Mheshimiwa Lwanji, Mheshimiwa Salama Abud Talib, alafu Mheshimiwa Desiderius Mipata. Naomba mtulie ili ninyi, kwa sababu nimetaja orodha ndefu, basi ujijue kwamba unaingia. Kwa mfano Mheshimiwa Dovutwa sasa nimuona hivi punde, yupo. Basi vizuri. Haya, tunamuita sasa Mheshimiwa Makeresi Power, Captain Komba atafuata, na baada ya hapo Mheshimiwa Dovutwa. Nashukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Nakushukuru sana kwa kunipa fursa asubuhi ya leo nami nipate kuchangia machache kuhusiana na mchakato mzima wa katiba tunaoendelea nao tangu mwezi wa pili mpaka leo tena. Lakini niende moja kwa moja kwenye masuala muhimu ambayo bunge lako tukufu limeendelea nayo. Mheshimiwa Mwenyekiti, nami nataka nisisitize jambo muhimu kwamba bunge lako tukufu limesheheni watu mbalimbali, wenye kada mbalimbali na wenye matabaka mbalimbali. Kule nje kuna wenzetu ambao wametoka humu ndani ambao wanasema kwamba wao ni wawakilishi wa wananchi halisi, lakini tuliomo humu na sauti inayosikika ndani ya bunge lako tukufu ni ya raia wa kawaida, na ni mfugaji na ni mkulima, naweza kuvua samaki pia kwa sababu naishi katika mazingira hayo. Kwa hali hiyo, bunge lako tukufu linabeba raia wa kawaida kabisa ambao wamo ndani ya bunge lako tukufu, wanaendelea kuitunga katiba hii. Si hivyo tu, bali raia wa kawaida wanawasilisha matatizo yao halisi yanayowasibu uraiani. Kwa maana hiyo, katiba inayopendekezwa ina mkono wa raia wa kawaida. Niwaambie raia wenzangu mlioko nje mnaotusikiliza na kututazama, muamini wazi kabisa kwamba katiba inayopendekezwa ni ile inayogusa maisha yenu ya kila siku, yakiwemo swala la ardhi, wafugaji na wakulima, migogoro yao itatuliwe ndani ya katiba hii. Wavuvi pia wametazama kwa kiwango kikubwa. Swala la elimu ambalo sisi tuliko huko tuna mtazamo wa elimu kidogo, lakini ndani ya bunge hili katiba tumeipendekeza kwamba elimu ya lazima iwe ni ya form 4 badala ya sasa ambao ni ya msingi. Kulikuwa na pendekezo la kumpata kiongozi mwenye elimu ya form 4. Hili raia wa kawaida tulilipigia kelele, tukasema kwamba huwezi ukaweka kizingiti cha kugombea kwa kigezo cha elimu ya kiwango fulani, wakati huo huo umeweka kizingiti cha kuipata elimu hiyo iishie sehemu fulani tu. Tuliomba kwamba ili mgombeaji awe na sifa ya kuwa lazima awe na elimu ya form 4, elimu ya form 4 iwe ya lazima na ni bure, ifundishwe, ilipiwe na serikali. Ndipo pale mtu unaweza ukamhukumu ya kwamba kwa kuwa hukufika form 4 huna nafasi ya kugombea nafasi, kwa sababu ni uzembe wako. Elimu ile ilikuwa bure, lakini hukutaka, kwa maana hiyo wewe ni mzembe. Hiyo ingekuwa inaleta mantiki.
na hili tumekubaliana kimsingi kwamba lazima tuende kwanza na mipango halali ya kiserikali na sera zake, kwamba elimu ya lazima ni ipi, ndipo pale pale tunaweka sifa ya uongozi, kuchagua na kuchaguliwa. Jambo jingine, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni shukuru sana bunge lako tukufu na kamati zote 12 isipokuwa kamati 3 ambazo hazikuona umuhimu wa ardhi, lakini ninao imani wabunge wote tuliomo ndani sasa, kila mmoja anapofika kuzungumzia swala la ardhi anakubaliana kimsingi kwamba hiyo ndio rasilimali ya msingi ya raia wote. Kwa maana hiyo, ninao imani katika katiba yetu tunayoipendekeza, sura ya ardhi, mgawanyo wa ardhi wa makundi yote yanayohitaji kuitumia ardhi utawekwa bayana. Ninao imani tiba ya migogoro ya wafugaji na wakulima na watumiaji wengine wa ardhi yatakuwa yameisha, kwa sababu hakutakuwa na sababu tena ya kutopatiwa makundi hayo ardhi wakati ardhi imewekwa kikatiba. Lakini pia nizungumzie swala la TCD, makubaliano ya TCD. Wenzetu walioko nje wanapiga kelele ya kwamba ndani ya bunge hili haitungwi katiba, na ndio maana wametoka. Wanadai kwamba kila kitu kilichopendekezwa ndani ya rasimu ya katiba kimetupwa na bunge lako tukufu. Mheshimiwa Mwenyekiti, ni jambo la kusikitisha sana. Mambo wanaoyalilia sana kisiasa, lakini pia tumepata taarifa ya kwamba, na taarifa hiyo tukapewa na Mheshimiwa Cheyo hapa, kwamba kuna makubaliano rasmi ambao wameyafanya nje ya bunge, na ni watu wachache ambao sasa wamechukua nafasi ya bunge lako Mheshimiwa Mwenyekiti, kuchukua maamuzi ya kuwapelekea wananchi, kitu ambacho kwa upande wetu ninakiona kwamba kinajaribu kuhujumu bunge lako tukufu. Mfano, makubaliano ambayo wameyafikia pale nakuta ni makubaliano ya mambo mane. Moja ya mambo hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ataje moja kwa moja. Kwanza, tume huru ya uchaguzi, mgombea huru, matokeo ya kuhojiwa mahakamani ya urais, mshindi lazima apate 50% zaidi ya 50. Yote masuala haya wanasiasa hawa, na ndicho kipaumbele chao, lakini si kipaumbele kwa raia wa kawaida. Lakini pia wakaenda umbali wa kudai kwamba makubaliano haya ya maneno matatu yapenyezwe kwenye katiba ya mwaka 77. Hii hapa yaingizwe kwenye katiba ya mwaka 77. Hii hapa. Katiba hii, waheshimiwa wale, takribani miaka 20 iliyopita, katiba hii ilikuwa ikilaaniwa na watu hao kuliko wanavyoweza kumlaani shetani. Leo imekuwaje katiba hii imekuwa nzuri halafu iingiziwe mambo mane tu? Mheshimiwa Mwenyekiti, najua wazi kabisa kwamba wenzetu wana nia ya kuhujumu bunge lako tukufu. Kama makubaliano yangekuwa halali, bunge hili linaundwa na makundi matatu. Moja, wabunge wote wa bunge la Jamhuri ya Muungano, wajumbe wa baraza la wawakilishi, na wale 201 kutoka taasisi mbalimbali. Iweje TCD wakakae makundi hayo madogo badala ya kutushirikisha hata sisi 201? Makubaliano yao hayana uhalali. Ninapinga wazi kabisa kwamba mambo haya walioyapendekeza haya yasiingizwe kwenye katiba ya mwaka 77, kwa sababu wanaelekea kuhujumu utaratibu mzima wa utunzi wa katiba hii. Kwa sababu mambo hayo walioyapendekeza haya yote yamo kwenye rasimu ya katiba na tumeyafanyia kazi. Kwanza, yote yako kwenye eneo kwenye sura ya 7 yamo, na tumekubaliana na tunaenda kuyapigia kura
Kwa nini wayanyofoe, wayaweke humu kwenye katiba ambao waliilani sana kwamba ndio shetani mkubwa katika nchi hii? Leo shetani huyu amegeuka kuwa Mungu mzuri. Haiwezekani, Mheshimiwa Mwenyekiti. Tunaomba kabisa ya kwamba mambo yetu yasijaribu kuhujumiwa. Hiki ni kitu kingine. Tunajua kabisa ni usalama wetu hapa. Kama wanataka kuenda kwenye uchaguzi kabla ya kuisha katiba hii, basi waende kwenye uchaguzi kwa sheria zile zilizopo. Hii watu waachie tuikamilishe, kwa sababu kipindi ni kifupi tu. Sisi wananchi wa kawaida hatuna umuhimu sana na uchaguzi. Tuna umuhimu sana na haki zetu kuingizwa kwenye katiba. Tuko tayari kuahirishwa uchaguzi wa mwaka 2015 ili zoezi la kukamilisha katiba hii likamilike, kwa sababu haya maswali yaweka hapa ni kile kilio chao cha kila siku cha kwamba wao wanataka tume huru ya uchaguzi, wanataka wahoji mtu mahakamani alipochaguliwa, wanataka na mambo mengine ambayo kwa kweli si muhimu sana kwa raia wa kawaida. Mheshimiwa Mwenyekiti, masikitiko yangu hayo nayawasilisha kwako, na liomba bunge lako tukufu litoe tamko rasmi kuhusiana na rasimu yetu kunyofolewa na kuwekwa kwenye kipengele kingine, kwa sababu njama yao ipo hapa. Watasema hivi baada ya kuyaingiza hapa: tulitoka ndani ya bunge kwa sababu mambo haya yalikuwa yamekataliwa ndani ya bunge, tukayapigania nje, na ndio maana yameingizwa hapa kwenye katiba ya mwaka 77. Ndio njama yao. Mheshimiwa Mwenyekiti, naliomba bunge lako tukufu litoe tamko juu ya makubaliano hayo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Asante sana Mheshimiwa Makeresia Pawa, umetusaidia sana. Na kwa taarifa tu ya wananchi, wala sio siri, hayo yote wanayolalamikia yamo ndani ya rasimu ambayo tunaishughulikia hivi sasa. Basi tunaendelea Mheshimiwa